Ikiwa imebaki siku tatu kuweza kukaribisha dabi ya Kariakoo ambapo inafanyika tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, ni siku ambayo pengine imepangwa katika nafasi kubwa Young African Sports Club kuweza kumkaribisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Sasa taarifa ambazo nimezipata kwa muda huu ni pamoja na taarifa ya kwamba Ally Shabani Kamwe ameweza kufungiwa rasmi kabisa. Ni taarifa nzito kwa kweli, na wengi mnatamani kuweza kufafanua kipi ambacho kimemtokea msemaji huyo wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, mabingwa ambao wameng'aa sana, mabingwa ambao wameweza kubeba kombe mara nyingi hapa Tanzania, ambao wamezaliwa mwaka 1935. Hapa si wengine bali nazungumzia Young Africans. Bana, kimenuka huko, nikasema kwamba nikupe taarifa hii, na ikumbukwe leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2024, miss that tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 itakuwa ni siku ya dabi ya Kariakoo. Nini kimejiri? Nitakupa A to Z, na nikwambie kwamba Ally Shabani Kamwe kikaangoni. Endelea kusalia kupitia channel yetu kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na comment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Mimi ni presenter Richie, na subscribe kwa wingi, share, like na comment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Sasa tuende kazi. Bana, taarifa ambazo nimezipata hapa ni taarifa ya pamoja msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa taarifa nilizonazo, afisa habari wa klabu ya Yanga ama meneja habari ama msemaji Ally Shabani Kamwe amefungiwa miaka 2 na kamati ya maadili ya TFF pamoja na mwenzake Hamisi Manzanzala wa Kagera. Ahmed Ally wa Simba hajakutwa na kosa, hivyo yuko huru. Mwana bana Kitumbo wa Tabora United ameachiwa huru, amerudi kwenye mpira. Sasa ni taarifa ambazo nimezipata, kwa taarifa ambayo kila mtu amekuwa akizungumza kwa namna yake. Sasa iko hivi, na story kubwa ilikuwa hivi. Tunafahamu ya kwamba tulishuhudia mechi kati ya Simba Sports Club na Mungo pale dimba la mitaa ya huko Lindi. Kuna kadi nyekundu iliweza kutolewa. Watu wakawa wamelalamika, bwana, kwa nini kadi nyekundu imetolewa? Pamoja na akamfikia msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, akasema kwamba asilifumbie macho bali lazima aweze kurichana. So akasema kwamba lazima aweze kutupa naye kejeli zake za hapa na pale. Sasa mara baada ya kuweza kutupa kejeli zake, ikasemekana ya kwamba amefanya kosa. Akasema kwamba ni kwa maana kwamba amewalaumu waamuzi wa hapa Tanzania, wameonekana wanapendelea kweli. So lilivyochunguzwa lile goli kaonekana kabisa wazi kwamba ile kadi nyekundu ni kadi ambayo ya uonevu. So Namungo wakaweza kufutiwa kadi nyekundu kwa namna hiyo. Sasa akajaribu kulaumu na uongozi wa juu wa TFF kwamba wanachokifanya bana sio sahihi. Sasa imeonekana kabisa kuna upendeleo pengine ambao wanaufanya wawazi kweli. Ni mambo ambayo yameweza kumtoka msemaji huyo wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, mabingwa ambao wamefanya vizuri kweli. Sasa tumeweza kushuhudia maugomvi hapa na pale, taarifa zimekuwa nyingi, mara sijui Ahmed Ally bwana, inaonekana bwana GSM anasababisha mpaka Young Africans inaenda kushinda kwa maana hatua vibunda. Yeye Ahmed Ally ameweza kulalamika kweli, kuweza kuongea kwa uchungu, lakini pia mbali na hivyo akaweza kuita klabu ya wenzake, yani kizungumzia Azam FC kwamba ni inzi. Sasa na yeye bana, taarifa yake inasemekana ya kwamba eti hajafungiwa, yani huko huru kwa upande wake. Sasa comment ni zipi hasa? Unaweza kusoma comment, watu wametuma comment nyingi sana hapa. Naweza kusoma comment ya kwanza. Brian amesema kwa nini ni Yanga tu ndo wanafungiwa? John Filipo 95 amesema mwanasheria wa Yanga bana. Kevo amesema mganga wa Manara sio mnafiki, akatuma emoji akaucheka. Furaha Bayo amesema acha tuone kama ni kweli ndo tutajua. Aliyeitwa mwenzake nzi wa chooni hana kosa, akatuma emoji kucheka. Omega amesema huyo Ally Kamwe wangemfungia hadi atakapomheshimu baba yake. Sasa mwingine amesema kwani kosa lake nini?
Mazuri amesema pameanza kuchangamka. Sasa taarifa zimekuwa nyingi kweli kweli. Mwingine anasema Itaiba amesema uonevu huu, embu TFF wacheni mpira watu wa enjoy, vijana hawa walikuwa wanachangamsha sana. Juma Linkongo amesema kelele zitapungua kidogo, labda useme peke yako kama upo Milembe. Muona bana. Kwa kumalizia comment hii hapa, huyu anajiita Hena amesema kafungiwa kula hao mshashindwa kuchambua mpira mnakuwa wa Mbeya sasa. Akatuma emoji ya kucheka. Sasa watu bwana waonekana hawajapendezwa kile ambacho wamekitoa uamuzi wa TFF kuweza kumfungia msemaji wa klabu hiyo ya mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, mabingwa ambao wameng'ara sana, mabingwa ambao wameweza kufanya makubwa sana katika ardhi hii ya Tanzania. Of course ni jambo ambalo limeweza kushtusha watu wengi. Kwa nini bwana TFF waweze kuwafungia Yanga muda wote, na kwa maana kwamba Mediali hajaweza kufanya kosa lolote? Tuweza kushuhudia wote aliyekuwa msemaji wa vilabu vyote viwili, ikizungumzia wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambayo imezaliwa mwaka 1936, ndio alianza kuitumikia yeye. Kipindi upo pale akaenda kamia Yanga Africans ambao ni mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, ambapo wote tuweza kushuhudia yale yote ambayo ameyafanya, kosa lilivyomtokea na yeye akaweza kufungiwa miaka 2. Tutegemee huu ni mwaka 2025, tutegemee Ally Kamwe kumuona kwenye mpira mwaka 2028. Hayo ni 2027. Noma sana 27 mwezi kama huu. Ni noma sana mwezi kama huu, 2027 mwezi kama huu, mwezi wa 3. So ni taarifa ambazo nimezipata hapa, nikasema kwamba lazima tuweze kuzungumza A to Z kile ambacho kimetokea na kile ambacho kimehappen this time around. So dabi inaenda kwa namna yake, dabi inaenda bila mtetezi. Sasa mtetezi atakuwa nani? Hebu tuone. Pengine Manara anaweza kurudi katika kitengo chake cha usemaji wa klabu ya Young Africans, na pengine kuna vitu ambavyo atavifanya. Mimi naitwa Presenter Richi, endelea kusalia kupitia channel yetu kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Sasa endelea kusalia kupitia channel yetu kwa kusubscribe kwa wingi ili upate habari nyingi mara tu tutakapopandisha mtandaoni. Kaa chonjo na sisi kuweza kusubscribe kwa wingi, kushare, kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani.